Team talk kwa maana ya kwenye dressing room. Nilichoweza kuwaeleza ni kwamba unajua wachezaji wanapokuwa wamepoteza vile, alafu wanahitaji kurescue, una sababu ya kuwakosoa. Unahitaji somo la kisaikolojia. Ukizungumzia zaidi mbinu, kipindi cha kwanza sisi tulikuwa bora kabisa. Tulikuwa timu bora, lakini hatukuwa na bahati kipindi cha kwanza. Yaani ilikuwa moja dakika 45 ambazo hazikuwa na bahati kwa Tanzania Prison. Kuanzia kukosa penalty, pili kujifunga goli. Unaona, unakuwa na dakika 45 ambazo ni kama haziko kwa upande wako. Kwa hiyo mimi sikuwa na sababu ya kushout wala sababu ya kulaumu. Nilichowaeleza wachezaji wangu, niliwaambia kwamba kwenye maisha sisi ni wanaume. Tunaamka kwenda nyumbani kutafuta, tunatoka nyumbani kwenda kutafuta, unarudi huna pesa. Haikufanyi kwamba kesho usiende kutafuta. So tumeenda kutafuta dakika 45 za kipindi cha kwanza. Then tumekosa. Kipindi cha pili hiki ndio tukatafuta tena tuone. Kwa sababu goli lile ndio tuliloruhusu goli mbili sisi. Basi hebu na sisi tukalijaribu kama kweli bahati haikuwa kwenye goli lile. Basi tukamwambia wanangu tunaweza kupush. Tupate goli moja tunaona. Haya ndio maisha, tuna dakika nyingine zozote za kuamua. Inawezekana dakika 45 ni nyingi sana endapo tukipata goli moja la mapema. Wakapiga makofi, vijana wakaenda kufight. Yeah. Kocha, tumeshuhudia kuna sababu ambazo umezifanya. Oscar Mwajanga akiingia lakini amefunga magoli mawili. Lakini pia tunachotamani kukijua ni kwamba umeenda kufunga zaidi magoli ya cross. Ndio ambao umefanikiwa. Nini ambacho ulikiona kwa timu yako hadi kufanikiwa huko? Lakini pia kuna sababu ambao tuliona ya Adam na kuingia kwa Jeremia Juma Ali, ambapo tuliona kama kuna shinikizo linatoka juu mchezaji aingie kwa haraka. Je, ilikuwa ni wakati sahihi wa kubadilisha na kuingia kwake? Rudia swali la kwanza, mimi najibu taratibu, hilo lingine napinga. Sikuwa na sababu ya kuwa na defenders wanne. Kwa nilichokifanya, nilimfanya Abdulkarim Segeja awe wing back badala ya kuwa full back, kuwa na natural full back. So Oscar Mwajanga badala ya kuwa pembeni acheze katikati. Kwa hiyo mtu mmoja operate sehemu mbili. Umeelewa? Kwa hiyo maana yake tumeenda ku overload ile sehemu ya kwao ya defend kwa sababu tulikuwa na striker mmoja. Umeelewa? La pili, kumtoa Adamu, mimi sijawahi kufanya sababu kwa sababu ya shinikizo. Sijawahi kufanya kitu cha namna hiyo. Umeelewa? Mimi nilimemtoa Adamu kwa sababu niliona ni mtu ambaye hana bahati kwa siku ya hapa, analazimisha kuwa na bahati. Cha kwanza kakosa penalty. Ya pili faulu ile pale, ambayo ile ni faulu, ni half chance ya goli. So sikuona kwa sababu vitu vingi alikuwa analazimisha kwamba afunge approve wrong, kitu ambacho inampa ugumu. Kwa hiyo nikaona niingize mtu ambaye ana akili imetulia. Umeelewa? Huyu hapa ana pressure ya kutaka kuprove wrong kutokana na ile penalty. Unaona? Lakini waliokuja kuingiza sababu ni gambo. Sababu wakati mwingine ni gambo, lakini inategemea na instruction. Unaingiza sababu lakini instruction ile iliyoko kwenye tactical ikoje. Kwa nadhani mipira cross ni kitu ambacho niliwaambia wachezaji wangu toka hizi siku mbili. Niliwaambia timu ambayo imezoea kupossess chini, it's obvious juu focus yao ni ndogo. Umeelewa? Timu ambayo imezoea kucheza chini, focus ya mipira ya juu ni ndogo. Kwa hiyo hicho ndicho kitu ambacho tumeenda kukifanyia kazi. Jifunze football. Okay.